Mwezi ulikuwa mwekundu kama damu iliyoganda angani, na upepo ulivuma kwa sauti ya kuomboleza, kana kwamba ulikuwa unaomboleza kifo ambacho bado hakijatokea. Nilitembea peke yangu, nikitoka kazini nikiwa nimechoka kimwili na kuvunjika moyoni. Sikuwa na mtu. Simu yangu ilikuwa kimya. Nyumba yangu ilikuwa baridi. Na ndani yangu kulikuwa na ombwe ambalo hata usingizi haukuweza kulijaza. Ndipo nikajikuta nikipita karibu na kile kisima cha zamani. Kisima ambacho tangu nikiwa mtoto nilifundishwa kuepuka. Kisima ambacho wazee wa kijiji walisema hakina mwisho. Kisima ambacho kiliwahi kumeza watu na kuwarudisha wakiwa sio wale wale. Nilijaribu kuharakisha mwendo wangu, lakini miguu yangu ikakataa. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinaniita. Ndipo nikasikia sauti. Sauti ya kike, laini, nzito. Ilikuwa kama inatoka chini ya ardhi, lakini ikaniongelesha moja kwa moja moyoni. Kwa nini unajifanya hunioni, ila hali moyoni unanihitaji? Niligeuka taratibu. Moyo wangu uligonga kifua kama ngoma ya msiba. Mbele yangu alisimama mwanamke ambaye hakuwa wa kawaida. Uzuri wake haukuwa wa kibinadamu. Macho yake yalikuwa yanang'aa gizani kama makaa ya moto. Ngozi yake ilikuwa laini kama moshi. Haikuakisi mwanga, iliumeza. Hakutembea, aliteleza juu ya ardhi. Nilitaka kukimbia, lakini tamaa ilinifunga miguu. Alitabasamu, tabasamu lililonifanya nisahau kila onyo nililowahi kusikia. Nimekuwa nikikusubiri, alisema. Umenitaja mara nyingi kwenye mawazo yako kuliko unavyodhani. Aliniambia jina lake, jina ambalo halikuwa la lugha yoyote niliyoijua. Alisema alikuwa jini wa zamani, aliyeishi kabla hata kijiji chetu hakijajengwa. Sijui ni kwa nini sikumuuliza maswali. Sijui ni kwa nini sikukimbia. Najua tu kwamba nilihisi kama hatima yangu ilikuwa tayari imeandikwa. Endelea kufuatilia Pazia la Hadithi kwa simulizi nyingine. Usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine.